Ya Allah, nataka nizungumzie mada muhimu sana katika mada ambazo ni mada muhimu, na hii ambayo naizungumza hapa ni mada muhimu sana, na ni mada ambayo inamhusu kila mwanadamu, si tu Muislamu wala Mkristo wala asiye na dini. Ni mada inayomhusu kila mwanadamu. Kwa nini inamhusu kila mwanadamu? Kwa sababu ni mada ambayo inaishi katika maisha tunayoyaishi. Kwa hiyo inshallah nakuomba sikio lako kwa faida yako wewe mwenyewe, na si kwa sababu ya kutafuta viewers wala followers wala like wala chochote, bali ni jambo muhimu. Katika mgongo wa ardhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka vitu, ameweka watu, na akatofautisha katika vitu na watu. Ametofautisha baina ya hao watu na watu, akawatofautisha. Allah kuna vitu amempa mwingine na mwingine hakumpa, na kuna mwingine kampa hiki na mwingine hakumpa hiko, na huu ndio katika utukufu wa Allah na uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah siku ya leo nataka nizungumze kitu ambacho huenda mwingine akisikia anwani akaondoa, lakini akitulia akanisikiliza, basi atapata kujua yuko katika wakati gani na hali gani na nini afanye. Nazungumzia suala la mtu ambaye anakuwa amesibiwa na uchawi. Kila jambo lina dalili. Ikitaka kunyesha mvua tunapata kuona dalili ambazo ni mawingu, lakini vile vile na mengineo mfano hayo. Hakuna kisicho na dalili, kila kitu kina dalili. Kwa hiyo hapa nauzungumzia dalili za mtu aliyekumbwa na uchawi au majini ama hasadi au kijicho. Nisikilize vizuri. Huenda ikaona dalili hizo, lakini umekaa unahisi ni vitu vya kawaida, na unaendelea kuumia, unaendelea kuharibikiwa, unaendelea kuteseka, na mambo yako yanaendelea kuvurugika. Hapa nazungumzia dalili za mtu ambaye amekumbwa na uchawi au amekumbwa na majini au amekumbwa na hasadi au amekumbwa na kijicho. Kuna dalili ambazo zinamkuta mtu akiwa usingizini, na kuna dalili ambazo mtu atazifahamu akiwa hajalala, kwa maana yuko macho. Lakini kwanza, uchawi ni nini? Uchawi ni ile hali ya mazinguo ambayo anayafanya mshirikina ama mchawi, anayoyafanya ima kwa kuyaandika ama kwa kuyazungumza, halafu yakaenda yale yakaleta athari. Kwa maana mshirikina anaweza akafanya vitu vya kichawi na akatumia aidha kuandika kwa ajili ya kwenda kumuathiri mtu jambo lake, ima la kiafya au la kiuchumi. Lakini vile vile anaweza asiandike, bali akawa anayazungumza. Manake wewe upo Mwanza ama uko nchi za nje, lakini mshirikina mchawi yuko hapa Tanzania, na yeye anaweza kuandika mambo hapa, na akishayaandika, kwa sababu ni mfumo wa kichawi anafanya moja kwa moja, yakenda yakakuletea athari. Wako wanaofanyiwa uchawi kuuawa, wako wanaofanyiwa uchawi kuharibikiwa mambo yao ya kiuchumi na maisha kwa jumla, wako wanaofanyiwa uchawi kuvurugiwa hata masala ya kimasomo katika wanafunzi, wako wanaofanyiwa uchawi juu ya mambo mbalimbali, na wako ambao kuna ile hali ya uchawi ya kudhihirisha batili katika sura ya haki. Kuna watu hudhihirishiwa, hufanyiwa uchawi basi na yeye mwenyewe kujijua kwamba huu ni uchawi, kwa kuwa ni batili iliyoletwa katika sura ya haki. Mfano wa batili gani? Mfano ya kuchukua damu ya hedhi au kuchukua damu ya mnyama, pengine njiwa, paka, alafu mtu akachukua ile damu ile akaanza kuandika kombe aya za Qur'an kwa kutumia ile damu. Kwa wewe usiyejua, uliyekwenda kufanyiwa yale, utasema ni haki kwa kuwa kinachoandikwa pale ni aya za Qur'an, lakini ubatili inakuja kwamba hili ni batili kwa sababu aya za Qur'ani anatumia damu najisi, tayari huli ni uchawi unafanyika. Au lakini hata kupigiwa ramli, pengine na shekhe, mwalimu wa madrasa, imamu wa msikiti anapiga ramli, wewe unaona ni sawa, kumbe ni batili. Kwa nini? Kwa sababu anaidhihirisha haki, anaidhihirisha batili katika sura ya haki. Ramli ni haram, Allah ameikataza ndani ya Qur'ani, innamal amru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali shaytani fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Hakika ya ulevi na kamari na kuabudia asiyekuwa Allah na kutizamia kupiga ramli, hakika hiyo ni uchafu na ni katika kazi ya shetani, jiepusheni navyo mpate kufaulu. Sasa uchawi ni ile hali ya mazinguo au maneno au maandishi anayoandika mshirikina mchawi na yakenda kumuathiri mtu. Wangapi leo wamefukuzwa kazi kwa sababu ya uchawi? Wangapi leo ndoa zao zimevunjika kwa sababu ya uchawi? Wangapi mpaka sasa hawana vizazi, hawana watoto kwa sababu ya uchawi? Wangapi leo hawaolewi kwa sababu ya uchawi? Wangapi leo kampuni zao zimekufa, magari
magari yao yamepinduka, biashara zao zimeharibika kwa sababu ya masala ya kiuchawi. Uchawi upo na una athiri, na yeyote mwenye kukataa uchawi kwamba haupo, huyo amekufuru, kwa sababu uchawi umeteremka na umezungumzwa ndani ya Qur'ani. Pale Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara anatuambia, wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman wama kafara Suleiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Hapa mashaitani ndio waliokufuru. Nataka hapa yuallimuna an-nasa sir, wakawa wanafundisha uchawi. Yuallimuna an-nasa sir wama unzila, umeshuka huu uchawi, wama unzila ala al-malakaini, na malaika wawili, bibabila Haruta wa Maruta, katika mji wa Babil, na malaika hao ni Haruta na Marut. Lakini waliwaonya watu wakawaambia, huu ni uchawi, na atakayejifunza na akafanya kazi huu na madhara, na atakuwa ni katika watu wa motoni. Moja kwa moja watu mashaitani wakawafundisha watu uchawi huo, na moja kwa moja ukaona ita athari. Na miongoni mwa uchawi wa kwanza ni uchawi ambao unaitwa as-sihru tafriki. Ndio pale Allah anasema yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, maana yake uchawi huu mfarakanisha baina ya mke na mume wake. Mke na mume wake wanafarakana, maana yake maelewano hakuna. Kwa uchawi wa mwanzo katika chawi ni sihri tafriki, lakini kuna chawi nyingi sana. Inshallah hizi tutakuja kuzichambua moja moja, lakini leo nataka nikufahamishe tu dalili, na nimesema haya ili usiseme hakuna uchawi. Uchawi upo na una athiri na una madhara. Kuna sihiri za kutia maradhi katika miili, na kuna sihiri nyingine za kuvuruga mipango. Hii sihiri tafriki, anavurugiwa mtu kazi yake, anagombanishwa na bosi wake, waliokuwa wanapendana, wanaelewana, ghafla tu mambo yanaharibika, mtu anafukuzwa kazi. Ni mambo haya yapo katika jamii. Sasa usije ukasema hakuna uchawi, hakuna hichi. Wewe ndugu yangu, kama hujui, fanya research ili upate kujua, na kila Muislamu analijua hili, na aliye Muislamu anakataa uchawi hakuna, huyu anakufuru, kwa sababu hii ni aya za Allah subhana. Ndani ya Qur'ani umezungumza uchawi sehemu kadhaa. Kuna aya ambazo zinasoma ikiendelea ikisema inna Allah sayubtilu as-sihru, inna Allah sayubtilu. Ewe uchawi, hakika Allah ni mwenye kubatilisha uchawi, na Allah ni mwenye kubatilisha chawi. Inna Allah sayubtilu, ni mwenye kuharibu uchawi, kubatilisha. Uchawi umetoka wapi ndugu yangu? Uchawi upo na una athiri, na wengi leo mambo yao hayaendi kwa sababu ya uchawi. Mwenyezi Mungu atukinge na wachawi na chawi zao, na mashaitani na ushetani wao, na mahasidi na hasadi zao. Kwa hiyo inshallah hapa nitazungumzia leo dalili za mtu aliyekumbwa na majini ama uchawi au hasadi au kijicho. Tufahamu ya kwamba hasadi nayo ipo, tena ina madhara makubwa sana, na madhara ya hasadi yanaweza akazidi hata hasadi hata madhara ya uchawi au jini. Lakini pia kijicho, madhara yake yanaweza kawa mabaya hata madhara ya uchawi au majini. Hivi vyote vipo, na inshallah nitavigusia walau kalila, japo kwa uchache, kwa sababu ya kuchunga pia na muda inshallah. Sasa hapa nilisema kwamba miongoni mwa dalili za mtu ambaye amesibiwa na uchawi ama majini au kijicho au hasadi, moja, kuna dalili za usingizini, lakini pia kuna dalili nje ya usingizi. Sasa nitaanza na dalili za usingizini kwa mtu ambaye amepatwa na maswahibu haya, ili apate kujitambua, isije kuwa mambo unayaona ukaona ni vitu vya kawaida, kumbe ulitakiwa uchukue hatua. Moja ya dalili ambayo mtu anaweza kuipata usingizini ni kuto kupata usingizi kwa muda mrefu. Bimaana unakaa kitandani sana, muda unakwenda, unatafuta usingizi ndugu yangu, lakini ule usingizi hupati. Manake mpaka mapande ya mwisho ya usiku huko, nyakati zinakaribia wewe sasa uamke, uende ukashughulike, uende ukafanya ibada, baada ya hapo ukatafute riziki yako ya halali, ndio nyakati hizo unaanza sasa kupata usingizi. Hii ni dalili katika dalili za mtu anayesibiwa na matatizo ya uchawi ama majini. Lakini miongoni mwa dalili ya pili ni mtu kupata usingizi lakini wa dhiki sana. Manake anapata usingizi lakini ndani ya ule usingizi wake anakuwa na dhiki, anakuwa na shida, anakuwa na kuna karaha zinamkuta ndani ya usingizi wake. Dalili ya tatu ni mtu kupata ndoto za kumtia fadhaa, yani hizi ndoto ahlamul mufazza, ndoto za kufadhaisha. Manake anapata shida za ndoto mbalimbali, ndoto za wanyama, ndoto za kuporomoshwa katika majengo, ndoto za kwenye makaburi, ndoto za kuona maiti, ndoto za kukimbizwa, ndoto za kuona manyoka usingizini, ndoto ili mradi anaota ndoto za kwenye vinjia vyembamba, anaota ndoto anatembea, baadaye mbele anakuta maji, nyuma anageuka njia hakuna. Leo nazungumzia tu dalili za mtu aliyekumbwa na uchawi. Hizi kila unachokiona hapa basi kinayo I mean kwamba kinayo
ufumbuzi wake, kwa maana ya kama umeota ndoto fulani itakuja kukuambia hii inamaanisha kitu fulani. Hata kwenye comment hapo inshallah unaweza ukaniambia mimi naota kitu fulani, nitaweza kukufafanulia, lakini inshallah vipindi vitaendelea na nitapata kukuambia ukiota ndoto za namna fulani maana yake wewe una tatizo fulani. Inshallah kwa leo nazungumza tu dalili za mtu ambaye anasibiwa na uchawi ama anasibiwa na majini ama anasibiwa na kijicho ama anasibiwa na hasadi. Kwa hiyo miongoni mwa dalili nyingine manake ni mtu kucheka usingizini. Mtu kalala unamkuta anacheka ama analia. Kwa lugha fupi tutasema kuweweseka. Unakuta mtu anaweweseka usingizini. Hizi ni katika dalili za mtu ambaye amesibiwa na uchawi ama amesibiwa na majini. Lakini dalili nyingine ni mtu kunyanyuka. Amelala usingizini, ghafla ananyanyuka, anaanza kutembea, anakwenda sebleni, anazunguka jikoni, yuko usingizini. Lakini hajifahamu, ila anayafanya hayo matendo, pengine wale wa mle ndani ndo wakawa wanamuona. Huyu vipi? Anakwenda saa nyingine anafungua hata mlango na mwingine anatoka mpaka nje. Hizi ni katika dalili za mtu anasibiwa na uchawi ama anasibiwa na majini. Lakini dalili nyingine ni mtu, hayo niliyosema mwanzo, kuona anaangushwa kwenye majengo marefu, anatoka juu anaporomoka anakuja chini, ama kuota anaporomoshwa kwenye mashimo, maana yake mashimo marefu, ama kuona anaanguka, anapita sehemu za makaburi. Ukiona makaburi, unaota makaburi, na hii naomba tu nitolee ufafanuzi kidogo. Unapoota makaburi ama ukaota maiti ama ukaota majeneza, fahamu ya kwamba kuna mambo mawili ambayo wewe yanakusibu. Aidha una uchawi umefukiliwa kwenye makaburi, maana yake wewe uchawi wako umefukiliwa kwenye makaburi, na aliyefukia huu uchawi kuna maneno anakuwa ameyasema. Miongoni mwa vitu anavyovisema pale, huwa mtu huyo anasema kwamba kama ninavyofukia huu uchawi, ameni kwamba kama alivyolala huyu hapa, maana yake yule maiti aliyelala pale, huyu mtu anatiania kupitia yule maiti aliyelala pale, anasema kama alivyolala maiti huyu hapa, basi na huyu fulani ninayemfukilia uchawi huu mambo yake yawe sawa sawa na huyu maiti aliyelala hapa. Ndugu yangu, maiti hana ndoa, maiti hana ajira, maiti hakai na watu, maiti hapendwi na watu, maiti hashiki pesa, maiti hana chochote. Sasa afikiria haya maneno yalivyokuwa mazito. Mtu anakwenda anasema kwamba kama alivyolala maiti huyu hapa, na huyu fulani anakutaja jina, huyu fulani ninayemfukilia uchawi huu, basi mambo yake yawe sawa sawa na huyu maiti aliyelala hapo. Angalia, chunguza maisha yako. Je, ni sawa sawa ama na wewe ni sawa sawa na maiti ambao tayari wako makaburini? Kila wanaolifanya haliwi, kila wanapokwenda hawaonekanwi, kila wanachozungumza hakisikilizwi, kila wanapokaa na watu wanatengwa, wanakimbiwa. Isije kuwa na wewe tayari umeshafukiliwa uchawi makaburini, alafu dalili kama hizi unazipuuza. Chukua hatua ya makusudi. Kama unaona kila unapokwenda watu wanakutenga, husikilizwi, hutajwi, huonekanwi, lazima uchukue hatua. Hushiki pesa ikakaa ama ushiki kabisa. Kuna mtu hashiki kabisa na ana elimu ya kutosha ya yeye kuwa ashike pesa, ana fani za kutosha, sio lazima elimu, ana juhudi, ana maarifa, lakini kila akitafuta wallahi kwake ni mtihani riziki kupata. Isije kuwa kushafukiliwa uchawi makaburini. Lakini pia ukiota makaburini vile vile ni kwamba aidha unasibiwa na jini ambaye anaitwa al-ubadi al-quburi. Jini huyu ni katika majini wa makaburini, na mara nyingi jini huyu kama ni wa kupanda kichwani, akimsibu mtu na akawa ni wa kupanda kichwani, basi moja kwa moja yule mtu anapopandisha huwa anakakamaa viungo vyake. Yani viungo vinakakamaa, vinakuwa vigumu, vinakaza, havinyooki. Maana yake huyo ni jini wa makaburini, anakuwa amemsibu mtu. Lakini ama kuota sehemu za majalala, madampo, pia anakuwa ni jini mchafu ambaye moja kwa moja jini huyu anakuwa anakusibu. Au kuota maiti, watu waliokufa hawa. Ukiota hayo, wewe hesabu tu kwamba aidha nimefukiliwa uchawi makaburini au nimekumbwa na jini al-ubadi al-qubur. Lakini ukiota maiti na majeneza, hii ni 100% umefukiliwa uchawi katika makaburi. Lazima mambo yako yawe hayaendi, lazima mambo yako yavurugike, lazima mipango yako ya kimaisha kwa ujumla iwe hahe hohe, mambo hayaendi. Lakini pia vile vile kupata wingi wa vitisho usingizini, maana yake unakuwa unatishwa usingizini. Hizi ni katika dalili za mtu kusibiwa na uchawi ama kusibiwa na majini. Lakini vile vile kuota unapaa. Usije ukaota unapaa ukasema wewe una masharifu. Unaweza ukawa unaota ndoto unapaa angani. Hii ndoto ya kupaa angani pia nitakufahamisha kidogo. Mara nyingi unapoota unapaa angani, basi pia utakuwa unaota matukio yenye kutokea. Hizi ndoto huwa zinafuatana hizi.
Unapoota unapaa angani, vile vile utakuwa unaota ndoto za matukio ambayo hutokea kweli. Mfano, ukiota unaweza kuota msiba na ukatokea msiba, ukaota harusi ikatokea harusi, ukaota ajali ikatokea ajali, ukamota fulani kafa kweli. Hii maana yake ndoto, hizi ndoto ukiota unapaa angani huwa utapata kuota na matukio ambayo yatatokea. Sasa hii maana yake inakuwa nini? Hapa kuna jini ambaye anaitwa Maimun Tayara. Huyu Maimun Tayara ni majini gani? Hawa ni majini wa anga, ambao majini hawa mara nyingi huwa wanapanda mbinguni kwenda kuchunguza siri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa siri ni yale matukio ambayo yanatakiwa kutokea duniani, lakini hule muda wake ndio yanashushwa tayari, yanakuja ili siku itimie yatokee. Hawa majini hawataki kusubiri lile tukio litokee, wanataka wakaone kule juu yale matukio, halafu waje watoe zile siri, wawaoteshe watu, wawaambie watu. Sasa huyu jini Tayara huwa wanakwenda huko mbinguni, lakini kule siri hizi huwa hawazipati. Hizi siri huwa hawazipati kwa sababu kule juu anafukuzwa na vimondo vya moto, kama Allah anavyosema, hakika tumeupamba wingu wa dunia kupitia hizi nyota, na nyota hizo tukazifanya waja'alna rujuma, tukazifanya ni vimondo kwa mashayatini, kwa mashaitani. Kwa hiyo huwa wanazikosa zile siri kule, wanakuja kuzipata duniani. Duniani wanazipata wapi? Duniani wanazipata kwa wanyama. Wanyama gani? Mnyama mkuu anayetoa taarifa ni mbwa. Huyu mbwa wewe unaweza kusema anabweka, lakini mbwa habweki tu. Mbwa akibweka anasema maneno ambayo huenda mimi nawe hatuyajui, lakini anasema maneno yalikuwa mazima yenye kufahamika, lakini wanaojali kuwa anajua hayo ni Nabii Suleiman. Sasa majini na wao kwa kuwa walikuwa karibu na Nabii Suleiman, wakawa wanapata kufahamu hizi sauti za wanyama. Sasa mbwa ndiye mtoa taarifa hasa za matukio yanayotaka kutokea. Kwa hiyo kama wewe unasibiwa na jini Tayara, alafu jini Tayara akapita mahala akamsikia mbwa anabweka, pengine mbwa anasema fulani atakufa siku fulani, yule jini Tayara anakuja kukuotesha wewe fulani anakufa, alafu kweli anakufa. Usije ukaweka akilini kwamba una masharifu. Mara nyingi hawa anakuwa ni majini Tayara, na jini huyu pia anakuwa ana madhara katika maisha yako. Mwenyezi Mungu atukinge na mashaitani kama hawa. Lakini vile vile katika dalili za usingizini, ndoto za kuota mtu anashiriki tendo la ndoa. Unapoota unashiriki tendo la ndoa, ndugu yangu, hesabu ya kwamba wewe unasumbuliwa na mashaitani wa kijini. Na hapa usiulize nini wala nini, bali pia mstari kwamba wewe unasumbuliwa na jini ambaye anaitwa Ashikul Mahabba Subiani. Ashikul Mahabba ni katika majini masubiani, ambao asilimia kubwa ya majini hawa wana msafara wao maalumu unaosimamiwa na jini maalumu. Ni malkia wa kijini ambaye huyu anapatikana chini ya bahari ya Saba. Huyu ndiye anasimamia msafara wa majini wote mahaba. Huyu jini Ashikul Mahabba, yeye kazi yake kubwa ni kuzini na wanadamu kwa kuwaingilia. Tutofautisha hapa, kuna jini ambaye kazi yake kubwa ni kuwaingilia wanadamu, alafu kuna jini mmoja hapendi kuwaingilia wanadamu, bali anapenda kumshawishi mwanadamu apende tendo la ndoa na mwanadamu mwenzie. Na ndio kuna Kiswahili unasikia mtu ana pepo la ngono. Pepo la ngono mnamjua ni jini gani? Kuna jini anaitwa jini Barau. Kuna jini anaitwa Barau. Huyu jini Barau yeye hamuingilii mwanadamu huyu, bali yeye hupenda kumuingia mwanadamu, na akaenda akaingia katika sehemu zake za mishipa ya hisia. Tukumbuke ya kwamba majini wamepewa fursa, miongoni mwa fursa walizopewa na Allah Subhana, moja ni fursa ya kuishi miaka mingi, mbili ni fursa ya kujigeuza maumbile wanayotaka katika ile hali ambayo Allah anajalia kujigeuza, tatu ni fursa ya kumuingia mwanadamu kupitia hata sehemu za mishipa yake ya damu na wakaingia ndani. Jini anamuingia mwanadamu na anaingia kwenye ubongo, na akifika anatengeneza nini anataka kumsababishia mwanadamu. Sasa moja kwa moja jini huyu Barau huyu anamuingia mtu, anakwenda kumzalisha hisia. Unakuta mwanadamu mmoja huyo hata wanaume 5 kama ni mwanamke kwa siku yeye anaweza kutembea nao wala hajali na hatosheki. Unakuta mwanaume hata wanawake 10 kwa siku moja anaweza kutembea nao na hatosheki wala hajali. Usimlaumu mtu kama huyu. Ana jini anaitwa Barau ambaye watu tunasema ana pepo la ngono. Huyu ni jini anaitwa Barau. Kwa hiyo huyo Ashikul Mahabba yeye hapendi mwanadamu akafanye mapenzi na mwanadamu mwenzie, yeye apenda amuingilie yeye, na akishakuwa naye yeye huyu hataki tena awe na mtu mwingine. Maana yake hujini anajifanya ana wivu,
ajifanya yeye ajua sana kupenda kuliko anavyopenda na wanadamu. Kwa hiyo jini huyu akishamsibu mtu moja, kama ni mwanamke kuolewa shida, na kama yuko ndani ya ndoa amani shida, na uzazi saa nyingine unakuwa shida, muda mwingine anaweza wengine wakawa anazaa lakini ndio furaha hakuna, tendo la ndoa halina raha, dhiki na karaha na vinginevyo mfano wa hivyo, na maisha kuvurugika. Huyu jini ashikul mahaba anaweza kumpelekea mtu, mfano mwanamke akawa na jini huyu ashikul mahaba, alafu moja kwa moja akawa huyu mwanamke ana mahusiano na mtu fulani katika wanaume. Huyu mwanaume pengine ni tajiri, ana makampuni, yawezekana huyu mwanaume akafilisika kwa sababu ya mwanamke aliyekuwa naye ambaye anasibiwa na jini mahaba. Kwa nini afilisike? Kwa sababu huyu jini ndo anaitia visirani na vitimbi kusudi ile penzi livunjike, kusudi mahusiano yavunjike, ili huyu jini endelee kujitawala na yule mwanamke, kwa sababu huyu jini anajifanya ana wivu kuliko mwanadamu. Lakini vile vile jini huyu husababisha kumchuchia mtu maumivu katika wanawake na humvunja nguvu za kiume mwanaume kama anamsibu mwanaume. Na majini hawa wana familia zao, ambao miongoni mwao kuna jini anaitwa Muldam wa Qaldam. Muldam ni jini wa kike ambaye hupenda kukaa sehemu za siri za mwanaume, na Qaldam ni jini wa kiume hupenda kukaa sehemu za siri za kike. Ndio wale kuna watu unakuta anashiriki tendo la ndoa anapata maumivu makali, maana yake yule jini kakaa sehemu za siri anamchochea maumivu katika zile sehemu za siri ili asipate raha ya lile tendo la ndoa na kumkata hisia. Na huyu wa kike aliyokaa sehemu za kiume naye hupenda kumkata nguvu za kiume huyu mwanaume, kumnyima hisia ili asiweze kushiriki lile tendo la ndoa ipasavyo. Ndugu zanguni, miongoni mwa dalili, tunaendelea mbele hapa, nazungumzia dalili za mtu anayesibiwa na uchawi ama anayesibiwa na majini. Kuna vitu lazima nivichambue kwa sababu hivi vinawatesa watu zaidi. Kuna vitu inanilazimu kwamba lazima nivichambue kwa sababu hivyo moja kwa moja vinawatesa watu zaidi, ingawa huko mbele ya mada nitakuja kuwa nazichambua kimoja baada ya kingine insha Allah. Sasa hapa hii dalili ya usingizini naomba nimalizie katika hii ndoto ya kuota mtu anashiriki tendo la ndoa. Tuje katika dalili nje ya usingizi. Maana yake mtu yeye hana usingizi, yuko nje, hajalala, yuko katika maisha yake ya kawaida. Moja ya dalili ya mtu ambaye anasibiwa na uchawi ama majini ni kuumwa na tumbo. Mara kwa mara mtu anakuwa tumbo linamuuma sana. Yani anakuwa anaumwa na tumbo muda mwingi sana, anakuwa huyu mtu anapata kuumwa na tumbo. Hii ni katika dalili, ikiwa umeshakwenda hospitali, umefanya vipimo na nini, lakini mambo yanaonekana bado, dawa hazifanyi kazi, tafuta juhudi ya kuchukua hatua za ziada. Lakini dalili nyingine ni mtu kuwa na maumivu makali katika meno. Meno yanauma, yeye kila siku kashangoa mpaka anataka kuyamaliza, yeye kila siku ni mtu wa kuumwa meno. Kuna hii baadhi ya meno husababishwa na uchawi ama husababishwa na majini. Lakini vile vile maumivu ya kudumu ya mgongo. Maumivu ya kudumu ya mgongo, unakuta mtu yeye kila siku anaumwa na mgongo. Maanake kila siku anaumwa na mgongo, maumivu makali. Lakini dalili nyingine maumivu katika viungo vya mwili, viungo vyote vya mwili, katika magoti, katika mafundo humu ya mwili. Hii ni katika dalili ya mtu ambaye anasibiwa na majini ama uchawi. Dalili nyingine ni maumivu katika sehemu za nyayo, lakini pia kupatwa na maganzi au kutembewa na vitu mwilini. Hii ya kutembewa na vitu mwilini pia ni katika dalili za mtu anayesibiwa na uchawi ama anayesibiwa na majini. Lakini dalili nyingine ni mtu kupata hali ile ya hofu. Manake mtu anakuta muda mwingi ana hofu, moyo ana hofu, nafsi inampiga, hana raha, hana amani. Hii ni katika dalili ya mtu anayesibiwa na uchawi na majini. Lakini dalili nyingine ni mtu kuto kujikubali. Yani mtu ana uwezo, yuko vizuri, yuko safi mwenyewe, lakini unakuta automatically tu yeye hajikubali. Yani mtu kuto kujikubali, yani anajishusha, yeye mwenyewe hajashushwa, anajishusha, anahisi akienda mahala fulani kama atadharaulika hivi. Yani anakuta yeye hajikubali, yani yale mambo yake. Dalili nyingine ni kuanzisha jambo. Maana mtu unaanzisha jambo lako, lile jambo linaanza kuingia mwelekeo, ghafla lile jambo mtu unakuta anafanya nini? Analiacha njiani. Pengine jambo ambalo lingemletea manufaa, lakini analiacha tu. Yani anakuta ni mtu wa kuanzisha mambo, pengine saa nyingine anatumia gharama. Yale mambo anaanzisha, anatumia gharama ya pesa, alafu ile jambo analiacha na ile pesa inakuwa imefanya nini? Imepotea moja kwa moja. Lakini dalili nyingine ni kuchukia mambo muhimu. Yani mtu pengine kaajiriwa, amepata kazi sehemu, ameajiriwa, lakini ile kazi akawa anaichukia.
yani anachukia vitu muhimu, vitu vya msingi yeye anapenda kuvichukia. Dalili nyingine ni mtu kupenda kujitenga na watu, yani yeye ni mtu ambaye pengine alikuwa anaishi na watu vizuri, lakini inafika wakati tu anaamua yani hataki kuwa karibu na watu, anajitenga. Huu ni uchawi maalum mtu kafanyiwa, na kusudio la uchawi huu ni mtu kupata athari ya asiweze kufanya shughuli za kiuchumi, kwa sababu ifikiria riski inatafutwa kwenye watu, mijumuiko ya watu ndio inapelekea mtu anaweza akusanyiki na watu, ende hapa masokoni, maofisini, wapi, yani kiufupi kwamba riski iko mikononi mwa watu. Sasa unakuta mtu yeye hapendi kuwa na watu karibu, yani unakuta mtu yeye anapenda kujitenga katika watu. Yani hii ni dalili ambayo mtu anakuwa amefanyiwa uchawi ama majini. Dalili nyingine ni mtu kupenda kupita kiasi, kumpenda mtu fulani kupita kiasi na kumchukia mtu fulani kupita kiasi. Mfano, mtu ana wake wawili, ghafla tu akakuta pengine mke wake wa kwanza anamchukia sana, halafu anampenda yule aliyemuoa. Pengine huyu mke wa kwanza hana sababu ya kwamba achukiwe, lakini unakuta mtu anamchukia, hata kumuona hataki, hata kwa mwingine hata zamu haendi kulala. Manake hapa kuna uchawi umefanyika hapa, unaitwa sihru tiwala, ni uchawi wa limbwata. Manake mtu anatiliwa limbwata, anaanza yeye kupenda sehemu moja, sehemu nyingine anakuwa hana tena habari nayo, mwingine mpaka wazazi wake anakuwa tena hana habari nao, hana habari na ndugu zake, yeye anakuwa bize na huyo mke na familia ya huyo mke. Tena hapo akili yake yote yeye kama ni gharama atazitumia kwa huyo mke na ndugu wa mke, lakini sio ndugu zake na mke wake na watoto wake wengine. Hii dalili ni katika hali mbaya ambao watu wengi wanapenda wakiingia katika hizi ndoa za ukewenza, wengine hufanyiwa haya mambo moja kwa moja. Lakini dalili nyingine ni mtu kushindwa kuliendea tendo la ndoa, ikiwa ni kwa mwanaume au kwa mwanamke, kushindwa kuliendea tendo la ndoa. Na hapa mara nyingi kuna kuwa na uchawi unaitwa rabtu aniziwaji, manake mtu amefungwa. Kuna kufungwa asiolewe mtu, asiowe, na kuna kufungwa mtu asiliendee tendo la ndoa. Haya anakuja humo pengine tu mtu kaolewa mtoto wa fulani, basi fulani anakwenda anaroga ili yule asiweze kushiriki tendo, aidha ndoa ivunjike, ama fulani kaongeza mke, ndio hayo anamfunga asiweze kwenda kushiriki kule kwa mwenzie, na mfumo wa hayo kushindwa kuliendea tendo la ndoa. Lakini dalili nyingine ni kupatwa na hedhi. Mtu anapata hedhi iliyofululiza, manake kila siku anafululiza hedhi. Wana mama hapa namaanisha ile damu ya mwisho wa mwezi ile, anafululiza ama anakuwa hapati kabisa, mwingine anakuwa hapati kabisa. Lakini dalili nyingine kupatwa na hali ya ubaridi. Mtu anakaa tu fulani si kibaridi kimempitia, hali ya kuwa hana homa, hana chochote, lakini anahisi hali fulani ya mabadiliko ya mwili wake inamtokea. Dalili nyingine ni kupatwa na joto kali, hali ya kuwa huna homa. Yani mtu anapatwa na joto hali ya kuwa hana homa mtu, maana yake hii moja kwa moja inatokea katika hali hizo. Inshallah naomba tugusie kidogo katika dalili za mtu ambaye amesibiwa na kijicho na hasadi. Huku nilikuwa nazungumzia dalili za uchawi na majini. Sasa hapa naomba kidogo tugusie dalili za kijicho na hasadi kwa ufupi sana, ili moja kwa moja tuweze kufunga mada yetu. Miongoni mwa dalili za mtu aliyesibiwa na hasad na kijicho ni mtu kupatwa na kichwa, maumivu ya kichwa chini kuendelea, yani anaumwa kichwa. Ingawa dalili hii inaingiliana na uchawi ama majini, na vile vile inakuja kwenye hasadi na kijicho, yani kichwa chenye kuendelea, mtu anaumwa na kichwa mara kwa mara. Hii ni dalili ya mtu aliyesibiwa na hasadi ama aliyesibiwa na kijicho. Manake moja kwa moja hapo ukiona hali hii, wewe chukua hatua za ziada. Dalili nyingine ni kupata badiliko la rangi, manake pengine mtu ana rangi yake moja katika uso au sehemu mwili mzima ana rangi yake moja tu, lakini ghafla anakuja kuona amepatwa na baku, yani alama fulani hivi yenye kukua. Mara nyingi hii inakuwa na rangi kama ya unjano au na weusi. Mara nyingi unakuta mtu amefanya tu alama fulani hivi. Hii ni dalili ambayo
ni mtu anakuwa ametizamwa na sheitani wa kijini kabisa, amemtizama na amemwachia athari ya alama, na ile alama si tu kwamba ipo, ile inamletea madhara. Moja ya madhara ni kumtia nuksi katika mfumo wake wa maisha. Lakini dalili nyingine ni kutokwa na jasho jingi hata kipindi cha baridi. Na hapa pia naomba nipachambue kidogo hapa. Huyu mtu unaweza kuta mtu anatokwa na jasho. Ndugu yangu, hapa ukikuta una dalili ya kutoka na jasho, kuna jini ambaye anaitwa jini al-aswadun. Huyu jini al-aswadun ni jini ambaye kazi yake ni kumtia mtu kiza mambo yake. Jini huyu, kama umesoma unaenda sehemu kufanya interview, jini huyu anakwenda pale kwenye interview, wakati wewe umefaulu, yule mwandishi anaandika jina lako, anajikuta anaandika jina la mwingine pasi na wewe mwenyewe kujijua, na wao unasubiri wa kuitwa, huitwi. Siku ukienda pale kuuliza jamani vipi, wale watu wenyewe wanakushangaa, manake walikuandika jina, lakini cha kushangaza wanaona kumbe wewe hatukukuita. Manake inakuwa kama umeshangaa tayari, watu washaajiriwa, unaambiwa basi ujaribu tena kipindi kingine. Jini huyu, ama kama wewe umepeleka CV mahala, unasubiri uitwe pengine katika CV zako, huyu jini anakwenda, kila afisa mwajiri akipitia CV za watu ya kwako wewe, jini yule anaweka kivuli, afisa mwajiri haoni chochote. Manake inakuwa mfumo ni huu. Kuna watu wanapeleka vyeti kila mahala, anapeleka CV kila, kashamaliza nchi ya mkoa mzima wa Dar es Salaam, kashaingia mikoa mingine, lakini mpaka kachoka. Huyu jini aswad anafanya kazi maalum ya yeye kwenda kutia kiza katika sehemu hiyo. Lakini jini huyu kama anamsibu mtu ambaye anamzuia asiolewe, mara nyingi ujini humkalia mtu katika paji la uso. Kila wanapokuja wachumba, mtu siku ya kwanza atamuona mzuri, siku ya kwanza anamuona haieleweki tena, sura haieleweki, anamuona kama mbaya, maana yule mchumba harudi tena. Huyu jini aswad, na hata jini ashikul mahaba anayo pia hii tabia hii ya kwamba ukija kuposwa siku ya kwanza mtu anakuona mzuri, ama ukienda kuposa siku ya kwanza mtu anakuona mzuri, baada ya wiki siku mbili mtu hakutaki tena, mahusiano yanaishia hapo. Maana yake huyu jini aswad au ashikul mahaba hili ulifanya. Kwa hiyo katika huyu mtu anayesibiwa na jini aswad, moja ya dalili ni hizi: kutokwa na jasho, kusikia homa nyembamba katika mwili, ukasikia ubaridi huku mwili unatoka jasho. Ndio yale maumivu ya viungo niliyosema kule nyuma, mtu anakuta anaumwa na viungo mara kwa mara, wengine huwa anasibiwa na huyu jini al-aswad. Lakini pia vile naomba hapa nimalizie kwa dalili za nyumba ambayo inasibiwa na uchawi ama na majini. Leo nilitaka kutoa dalili, kama nitasema nichambue tutakwenda mpaka sijui episode ngapi, hatutomaliza. Kwa hiyo kusudio langu leo ni kutoa tu dalili za mtu anesibiwa na uchawi ama hasadi au kijicho ama anesibiwa na majini. Sasa hapa nataka nigusie tu kwa uchache dalili ya nyumba inayosibiwa na majini ama iliyofukiliwa uchawi. Moja ni kuona kwamba mtu akiwa yuko nje ya nyumba yake yuko salama na amani, mwili salama, kila kitu salama, lakini akiingia tu ndani kwake nafsi inakosa amani. Mwingine anaumwa kabisa, mwili unamuuma, waka wa roho. Tena hapo nyumba hiyo unakuta kuna maugomvi yanaendelea, yani unakuta kuna mtu akiingia ndani ya nyumba yake tu ni mgonjwa ambaye hana utulivu wa nafsi yake. Dalili nyingine katika nyumba inayosibiwa na uchawi ama majini ni hali ya kusikia milango inagongwa. Yani umekaa tu unasikia milango inagongwa, mkienda kufungua hakuna mtu. Saa nyingine mnasikia mtu kabisa anaita fulani, mkienda kufungua hakuna mtu, na unahisi ni sauti ya fulani, lakini ukienda kuangalia hamna mtu. Hii nyumba inakuwa aidha imefukiliwa uchawi au imefukiliwa majini. Lakini hii ya kuumwa, maana mara nyingi ndio kuna majini wanaishi pale ndani ama kuna uchawi. Ndugu yangu, wallahi wabillahi watallahi, nakuwa pieni mimi Muislamu. Siku moja maeneo ya Kisemvule, kuna sehemu moja, kuna mji mpya umeanzishwa huko unaitwa Obei. Kisemvule huko, Vikindu Kisemvule huko ambako mimi naishi. Miaka hiyo nimetoka kununua sehemu, kuna mji mkubwa huko umeanzishwa unaitwa Obei. Hiyo Obei alinunua mashamba, mtu mmoja ambaye amejenga gorofa lake pale karibia kufika Kisemvule, ndio ipo ofisi yake. Huyu mtu alinunua mashamba mengi, akawa amekata viwanja. Bahati mbaya ile mashamba alikuwa ni mpori, msitu. Sasa kilichotokea, baadhi ya watu waliowahi kujenga na kuhamia walihamia nyumba zao pasi na kuzifanyia dua. Kilichotokea, mimi siku moja niliswali swalati al-Eid msikiti mmoja ambao upo sehemu moja inaitwa Kitangwi. Nimeswali hapo, wakati natoka msikitini
kuna mtu akanifuata akanambia, samani ndugu yangu, wewe ni tabibu? Nikamuuliza, umejuaje? Sikushangaa sana kwa sababu misikiti kadhaa nishakwenda, nikitoka nakuta watu wananifuatilia na kuniuliza hayo. Mojawapo ni msikiti wa Mwanza, sehemu moja inaitwa Pasiasi. Pia nishakutana na maswali kama hayo na watu wakiwa wananitaka kushiriki nami katika safari zao mbalimbali. Sasa yule bwana mimi nikamjibu ndio, kwa sababu mtu mpaka anakuuliza hivyo bila shaka ana shida. Nikamwambia naam, ndio kazi yangu hiyo. Akanambia, bwana mimi nina mke wangu anaumwa. Hakuniambia kwamba nina nyumba yangu ina matatizo. Aliniambia nina mke wangu anaumwa. Inafika wakati kama anataka kumuua mtoto, na mtoto mwenyewe ni mchanga. Inshallah, nikamwambia naomba nimuone mke wako. Kumuona mke wake, nikamwambia huyu alikuwa si mgonjwa, lakini hili tatizo limemwanza muda si mrefu. Je, unajua chanzo cha tatizo? Akanambia sijui. Nikamwambia wewe unaishi wapi? Akanambia naishi nyumbani kwangu. Wapi? Ndio akanitajia huko Obei huko. Nikamwambia nyumba ina muda gani? Akanambia nyumba ina kama miezi kadhaa toka nihamie. Nikamwambia twende nione nyumbani kwako. Nilichokikuta nyumbani kwake, sikuzungumza chochote pale nyumbani kwake. Nikamwambia tuondoke. Nikamwambia shughulikia nyumba yako. Nyumba ina matatizo. Ulihamie nyumba, umefanya dua? Akasema hapana. Nikamwambia huku kote unaona kulikuwa pori. Wakati sasa tunafanya ujenzi huku, majini wale pori limefekwa, ndio walikuwa wanaishi kwenye mapori humu. Je, leo majini hawa waelekee wapi? Hawa wanasubiri nyumba zinazojengwa, zikianza tu gofu, jini anaingia anakaa hapa. We nyumba yako ukimaliza hii umefunika gypsum juu, jini anahamia anaenda kukaa juu, mwingine atakwenda kukaa chooni, na wengine watachagua mahala salama wenyewe wakae. Umehamiaje nyumba bila dua? Nikamwambia fanya dua nyumba yako. Moja kwa moja siku hiyo akaniita, nikaenda nikamfanyia dua. Allah shahid na haya ninayosema. Nimefanya husni pale kufanya kinga kwanza katika ile nyumba, then nikawaamuru mashaitani wa kijini wanaoishi mle ndani kwa sauti, na wenye nyumba wananisikia. Nikawaambia, majini mnaoishi humu ndani, ondokeni kabla sijaanza kisomo. Kitakacho kukuteni basi itakuwa ni chumo mlilolichuma kwa mikono yenu, kwa sababu nyinyi si sahihi kuishi katika makazi ya binadamu, kwa sababu hamufanyi usalama katika nyumba. Kwa hiyo ondokeni kabla sijaanza kisomo. Wallahi wa billahi wa tallahi, tunasikia kishindo mimi na wewe nyumba. Kuna mambo tunapoenda sehemu kufanya tiba, unaweza ukasikia wewe tabibu tu, lakini hili tunasikia mimi na wewe nyumba. Jini wa kwanza anakimbia juu ya ceiling board kwa miguu yake. Ndugu yangu, sisemi haya kwa lengo la kupiga promo. Wallahi wa billahi wa tallahi, na kuwapieni na siku ya kiyama tutafufuliwa na tutaulizwa kila tulichokifanya. Sikusudi kusema ya kupiga promo, na kutahadharisha wewe usihamie nyumba pasina dua, usihamie nyumba hivi hivi tukichwa mchungwa. Jini unasikia live anakimbia, unasikia kishindo kijini puu chini mbio. Wakatoka majini watatu, kila jini aliangukia kona yake. Nikasema bado jini mmoja, ondoka ndani ya nyumba. Na yeye vile vile, wale wenye nyumba wamekaa wananiangalia. Nikamwambia haya ndio maisha ambao mlikuwa mnaishi, na huyu mke wako kuanzia leo atakuwa mzima kwa idhini ya Allah. Unajua aliniambia nini? Ananiambia, shekhe, wallahi mimi mke wangu anaenda mwezi sasa hivi haogi. Na kweli mimi nilisikia ile hali ya shungi lake linatoa harufu. Si kwa sababu haogi, kwa sababu alikuwa anapenda asioge. Ni mashaitani washamvaa, wanamfanya awe mchafu, kwa sababu wenyewe ni majini wachafu. Moja kwa moja yule dada akanambia, shekhe, mimi unavyoniona hapa, nikilala naota nimelala na nyoka, na nikistuka na uona mkia wa nyoka unaishia kuondoka. Nikamwambia kuanzia leo hutaona tena, kwa sababu wao nyoka ni majini ambao walikuwa wanaishi humu ndani, na ndio wao miongoni mwa wale ukimbia, na kwa masikio yenu mmesikia. Kwa hiyo miongoni mwa dalili ni kusikia harakati mle katika nyumba. Saa nyingine unaweza ukasikia mtu anaoga bafuni, ukienda kuangalia hakuna mtu, hakuna kitu, au ukasikia bomba imefunguliwa. Muda mwingine unasikia michanga juu inamwagwa, muda mwingine unasikia mambo mbali. Haya mambo yapo. Nilikutana na nyumba moja ya Arusha, wakati ile nyumba nataka kuitibia, nikamwambia mwenye nyumba, mimi leo humu sitibu, naondoka, kwa sababu kwanza hawakuweza kukidhi ile gharama ambayo mimi nimewatajia kulingana na uzito wa nyumba. Nikamwambia naondoka, lakini mkileta tabibu hapa, mumlete tabibu ambaye alhamdulillah anajielewa. Mumlete tabibu ambaye Allah kamjalia kubuli na karama. Mkimleta mtu ovyo ovyo, mtamtoa mtu maiti hapa. Yule mama kwa kauli hile hakuniambia kwanza. Akaniambia, shekhe, mimi nimekubali kukulipa nitibie nyumba yangu. Nikaitibia nyumba. Baadaye yule mama ananiambia, shekhe,
ulivyoniambia tukileta mtu wa kawaida, mtu ovyo ovyo, mtu ambaye hafahamu atenda nini, tutamtoa maiti. Sio tukimleta shehe hapa tushamleta mtu na kweli kashatoka maiti. Kweli mtu kaja hapa kafanya tiba, lakini kati ya kisomo kafa hapo hapa tukamtoa. Wallahi wa billahi. Ndugu yangu, mimi naomba niishi hapa kwa siku ya leo, na mada hii tuishi hapa. Kitakachojiri sasa ni huko mbele, insha Allah nitakufahamisheni ni kitu gani kinakuja. Una matatizo, una shida mbalimbali, una mitihani, tafuta tiba. Tafuta watu wanaojua kufanya dua, watu wanaozijua dawa waweze kukusaidia. Usikae na matatizo ukitarajia kwamba matatizo yaondoka hivi hivi. Uchawi hauondoki kwa kuzungumzwa. Uchawi hauondoki kwa kutajwa. Uchawi hauondoki kwa kusononeka. Uchawi hauondoki kwa kuhuzunika. Uchawi waondoka kwa kuchukua juhudi za makusudi. Fanya dua, fanya tiba, tumia dawa, tafuta watu sahihi wa kusaidia matatizo yako, insha Allah utapona. Kama umefungwa riziki zitafunguka, kama umefungwa ajira itafunguka, kama umefungwa uzazi utafunguka, kama umefungwa elimu utafunguka, kama umefungwa safari za nje zitafunguka. Chochote kile, tawakal kwa Mwenyezi Mungu Subhana ukiwa na imani. Cha kuzingatia tu ujue wapi unakwenda kuitafuta tiba. Kuna sehemu sasa kutafuta tiba, nenda kapoteze muda. Kuna sehemu unaona sahihi kutafuta tiba, nenda katawakal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, insha Allah Mwenyezi Mungu atakufungua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.